Najua wewe ufanyi kazi Ikulu. Sasa si uniwachie kazi ya Ikulu nifanye, ndugu yangu. Na unajua mtu wa kualika watu Ikulu ni mimi. Na ukiona Ikulu pale, viongozi wengi wanakuja Ikulu. Juzi nilikuwa na viongozi wa Meru. Hii wiki peke yake nimeonana na viongozi wa kutoka Western Kenya. Wabunge karibu 40 walikuwa pale. Sio wote walikuja, kuna wengine hawakukuja. Nimekutana na viongozi wa kutoka Lower Eastern hii wiki hii. Sio wote walikuja, kuna wengine hawakuja. Unajua kuja Ikulu hakuna lazima, ni kwa mtu kupenda. Na ukishapatia mtu mwaliko na asikuje, huwezi sasa kumwekea lawama. Lakini wacha nikueleze ya kwamba mimi niko mlimani. Na mimi nimekueleza, mimi ndio huyu hapa. Na hii mlima, vile nimetembea hii mlima, nimetengeneza urafiki na watu wa mlimani hapa. Hata ingawaje kuna changamoto nyingi za kitaifa, sijapata nafasi ya kutembea kila mahali vile ningependa. Unaelewa ya kwamba baada ya mambo yaliyofanyika mwaka uliopita, hatukuweza kupitisha finance bill ambayo ilikuwa na mipango mingi ya serikali ya Kenya. Ikabidi mimi nifanye ukarabati ndio mambo yaweze kuendelea Kenya vizuri. Nikapanua serikali ndio tuweze kupata uwezo wa kusukuma mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Nikapangana na watu wengine wengi ili tuweze, kwa sababu mimi mpango yangu ni vile Kenya itafaulu, ni vile manifesto nilio wauzia wa Kenya wakanichagua itatekelezeka. Hiyo ndio mpango yangu. Na ndio sababu hiyo kazi sasa nimefanyia ukarabati, sasa imeshika laini, uchumi imeshika laini. Kwa sababu uchumi imeshika laini, nimepanga sasa vile affordable housing inaendelea, universal health coverage inaendelea, markets inaendelea, hostels inaendelea, barabara ndio hizo nimekamilisha karibu wiki moja imepita. Zaidi ya bilioni 170 tumepata kutoka market kwa sababu tumechunga uchumi wa Kenya. Sasa barabara za Maumau zinaendelea sehemu tofauti tofauti. Kwa mfano, wacha nikueleze. Barabara za Maumau tuko na kilomita 560. Kiambu, Murang'a, Nyeri, sehemu kidogo Nyandarua, sehemu kidogo Embu, sehemu kidogo Tharaka Nithi. Hizo barabara kwa ujumla is above 55% zikiendelea. Ile kidogo nimepata matatizo nayo ni barabara ya pale, barabara ambayo inaunganisha Maragwa, Kandara, Kiharu na Kangema. It's about 31 kilometers. Hiyo ndio kidogo iko chini about 5%. Na tayari tumezungumza na contractor pale. So now some of those roads I am going to inspect them because they are going on in my trip. Asante mheshimiwa. Vile wacha tu nikueleze. Vile kwa sababu ni vizuri nikueleze na niwaeleze wananchi wa hapa county hii. Vile nilienda China mwaka uliopita 2023 na nikapata pesa karibu shilingi bilioni 36 ya barabara. Kwa hiyo shilingi bilioni 36 nilichukua bilioni 15 nikaweka hapa mlimani. Hapa Nyeri hapa nimeweka barabara ya kutoka Ishamara kwenda Rutune mpaka kwa river pale, hiyo kilomita karibu 45 inaunganisha Mukuruweni na Tetu. Nimeweka Nyandarua barabara 2, barabara ya kutoka Ndaragwa kwenda Kanyagia mpaka Subuku, almost 50 kilometers. Saa hii inaendelea. Ukiuliza mjumbe wa pale anaitwa George Gashagwa atakwambia hiyo barabara inaendelea. Nimeweka 44 kilometers pia barabara pale Nyandarua ambayo saa hizi inaendelea. Tumeweka kilomita 90
kilometers barabara za Kiambu between Kabete, Kiambaa and Kiambu zinaendelea as I talk to you. Tumeweka barabara ya Kirinyaga kutoka mahali inaitwa PI, hiyo barabara saizi almost another 50 kilometers inaendelea as I talk to you. Kuna zingine bado tuko na matatizo kidogo na contractors, lakini sasa tumemaliza the procurement issues na matatizo ambayo tulikuwa nayo. So another 400 kilometers mbali na 560 ya Mau Mau, barabara zingine 400 kilometers hapa Mlimani. Almost a total of 1,000 kilometers ya barabara inajengwa hapa Mlimani. Nimesikia hata viongozi wengine wanasema Ruto ni muongo, sijui hakuna kitu amefanya. Sasa nikuulize, mimi nilikuja hapa, tukaenda hapa just not far from this State House hapa Katonganga, tukaanzisha ile barabara inatoka Maroa, napitia hapo kwa Wamboi, napitia hapa kwa Munyoro, wa Munyoro hapa mahali huyo mtu anasema ati hakuna kitu nimefanya. Barabara ya kupitia kwake mimi nimetengeneza. Mheshimiwa, tunaomba kwamba sababu anyway tuachane na hiyo story, haya tuendelee. Mheshimiwa, so I just want you to understand because ni vizuri watu wa Kenya wanielewe. So wabunge wakaanza vita kwa sababu wameambiwa wasipopiga magoti, nasikia wataenda nyumbani. So ikafika mahali hapo sasa nikaelezana na huyu bwana, sasa my friend, please punguza vita na hawa watu wote. Sasa ikanifikia mimi mimi sasa unajua mimi naweza kukufanya one term president usipofanya hii, usipofanya hii, usipofanya hii. Nahitaji bilioni 10. Wewe unajua bilioni 10 Bwana Waweru? Labda zilikuwa za nini rais? Bilioni 10 ndio niende niongee na watu ya Mlimani, you know, ni kupangie siasa, sijui nifanye nini. Mimi nikaona hapa nikamwambia I will not do it. Wacha nimalize. So nikamwambia hii haiwezekani. Na kama ni kuwa one term ni sawa, hakuna problem. Kama wewe ndio kuamua nani atakuwa one term, nani atakuwa sijui how many terms, nilikuwa nafikiri ni wananchi wa Kenya na Mungu. Kama ni wewe, sasa amua vile unataka. Nasikia my friends. So wabunge wakaanza vita. And hata wabunge marafiki wa Rigathi watakwambia mara mbili niliita wabunge, nikamwambia sikizeni, hatukuchaguliwa kuja kupigana, tulichaguliwa kuja kufanyia Wakenya kazi. Wachana na mambo ya impeachment. Mara ngapi? Mara mbili. Mara ya tatu nilikuwa nimeenda UN, nikaitisha mkutano kwa sababu nilikuwa nimeona wameanza tena maneno ya impeachment. Nikaitisha mkutano, nikamwambia wabunge kujeni tufanye mkutano. Wabunge wakakataa kuja mkutano, wakasema wewe umetuzoea. Ulitukataza mara ya kwanza, ukatukataza mara ya pili, sasa utaamua. Either tutaendelea na tukuulizi, atuulizi kura yako. Kura yako haihitajiki bunge. Sisi tutafanya vile tunavyojua tutafanya. Hiyo ingine wachana na sisi. They never came for the meeting. My friends, I tried. In fact, kama ni kuokoa, nilimsaidia wakati wa bunge wa ile bunge ya mbeleni. Wakati walimkataa, mimi ndio nilimkubali. Wakati wamejaribu kumfanya impeachment ya kwanza, mimi ndio nimezuia. Impeachment ya pili, mimi ndio nimezuia. Sasa mimi nataka niwaulize nyinyi. Kwani Wakenya walinichagua mimi niende nifanyie kazi mtu mmoja ama nifanye kazi ya Wakenya wote? Mheshimiwa Rais. So, tafadhali mambo ya hiyo tufunge hiyo chapter. Wacha swali moja tu labda, sababu ulikuwa naibu wa rais. Kwa sababu wacha niwaambie. Kenya hii tuko na mambo ya viongozi.
Lakini tuko na mambo ya wananchi. Mambo ya viongozi wananchi wataamua. Hakuna haja ya mimi kubishana na Rigathi ama wabunge wengine kwa sababu mambo yetu sisi wote itaamuliwa na si itaamuliwa na wananchi. So sisi wote tujipange. You know, ile imefanyika unfortunately. Lakini sasa nyinyi kama wananchi wa Kenya ndio baadaye wataamua huyu William Ruto tulimpatia kazi. Amefanya, hajafanya. Kama amefanya, watajua vile ya kufanya. Kama hajafanya, they know what to do. Mambo ni rahisi hivyo, lakini tusishinde tukipishana mambo ya viongozi. Kama tunaongea mambo ya viongozi miaka nenda miaka rudi, this press conference, that press conference, maneno ya wananchi tutaongea lini? Wakenya wenyewe mimi nimekuja Mount Kenya Bwana President kuongea mambo ya wananchi. Mambo ya viongozi wananchi watatuamua. Kwa mambo ya rafiki yangu Bwana Muturi. Bwana Muturi nilimpatia kazi kama mkuu wa sheria. Yeye mwenyewe alinieleza ya kwamba hii kazi kwa sababu hajakuwa practice kwa muda mrefu, kwa sababu alitoka huko kwa kuwa magistrate, akaenda bunge, akakuwa mbunge, akakuwa speaker, akasema ile kazi kidogo inamlemea. Yeah? So nikakaa kidogo nikaona kweli amelemewa na ile kazi. Lakini makosa pengine ni yangu, nilimsindikizia, I persuaded him. Nikamwambia no, it's okay. Fanya tu hii kazi. Nafikiri haitakulemea. Lakini kwa muda nikaona kweli imemlemea. So nikasema okay, wacha nimbadilishie kazi. Nikampatia kazi ya waziri. Lakini hata wewe unajua. Sasa hapo katikati akagoma kuja katika baraza la mawaziri. Sasa mimi nataka nikuulize wewe, ni mimi nimemfuta kazi ama ni yeye alijivuta kazi? Sasa wewe ni waziri, baraza la mawaziri umeigomea. What am I supposed to do? Lakini Mheshimiwa Rais, iwapo aliyekuwa speaker ama aliyekuwa mwanasheria mkuu alitoa ripoti baada ya matamshi yako ya kusema kwamba yeye hakuwa competent, akatoa ripoti ya kuonyesha yale mambo ambayo aliweza kuyaafikia wakati alipokuwa ofisini. Sijui kama unakubaliana na hiyo ripoti. Hilo ni jambo la kwanza. Na jambo la pili, kutokana na yale ambayo yalifanyika around JB Muturi, the former CS, inasema nini kuhusiana na wale viongozi, ama ni jinsi gani unaweza kuweka viongozi kwa mizani wakati ambapo unateua mtu? Na nitarejelea lile swala la Gachagua, wakati ambapo ulisema kwamba mlipokuwa Karen sio viongozi wengi ambao walikuwa wanamtaka. Kwa hivyo inasema nini kuhusiana na jinsi ambavyo unaekelea mizani viongozi ambao unafanya nao kazi, na wananchi watasubiri hadi lini? Na la mwisho, Mheshimiwa Rais, miaka 2.5 baada ya kuingia katika ofisi, ungali bado unapeana ahadi. Wakenya wangoje ahadi hadi siku gani? Umemaliza? Bado yapo mengine. Okay. Kwanza, I am a person who believes in giving people a second chance. Even though many leaders did not favor my friend Gachagua, I still gave him a chance. Yeah? Because I'm a strong believer that when you are friends, you don't just dismiss friends. It applies to JB Muturi. Even when it was difficult for him to perform as an attorney general, and it's not even me. Ask any government department. Any government department. They had many difficulties. But because he was my friend, we worked together, we campaigned together, I was willing to give him a second chance. You know? So if you are saying that I should not have given Rigathi a chance and I should not have given JB a chance, that is you, that's not me. I believe differently. And I believe people given a chance, there are many people who have given another chance and they've done very well. You know, they have acquitted themselves.
Sometimes maybe people are misjudged, and I want to see how, until it becomes impossible to work with the people who are in your team, you must give them a chance. So I gave my good friend Justin a chance, a second chance, but in the process, he dismissed himself. And I have, what did you expect me to do? I give somebody a chance, he starts to do whatever he's doing. So I think let's move on. Let us, and you know, it's not the end of the, it is not the end of the road. JB Muturi has a very good pension as a former speaker. So hawezi kuumia sana ati ataenda kuhangaika, ako na kazi ingine, ako na pension, anaweza kusonga mbele. Tunaweza labda tuone wakati ambao